Nitakupa sehemu 4 ambazo kila mwanadamu duniani anatengeneza pesa. Hata wewe hapo unanisikiliza, kuna sehemu mojawapo katika hizi 4 unatengeneza pesa. Na hizi ni siri ambazo watu wengi hawajajua. Na huko katika sehemu hii ama 2 unatengeneza pesa ukitafuta uhuru wa kifedha lakini upate. Nisikilize vizuri. Katika sehemu hizi 4 naweza kwenda kuonyesha, utapata kufahamu vizuri sehemu gani unaweza kupata uhuru wa kifedha na wewe uanze kuziendea. Na hizi sehemu ya 3 na sehemu ya 4 ni muhimu sana kuwa nazo. Nisikilize kwa makini na utafanikiwa. Hizi ni sehemu ambazo zimezungumzwa katika kitabu cha Cash Flow cha Robert Kiyosaki, ambacho ni kitabu ambacho kinabadilisha mindset ya mafanikio katika eneo la kifedha. Sehemu ya kwanza ni kupata fedha ama kupata kipato kutoka katika njia ya kuajiriwa. Yaani unauza ujuzi wako, unauza muda wako, lakini pia unauza na nguvu zako, unapata pesa. Yaani umeajiriwa sehemu yoyote, au umesoma hujasomea, umeajiriwa sehemu unapata pesa. Sehemu ya pili ni wewe kujiajiri mwenyewe. Unafungua huduma yako, unauzia watu hiyo huduma, wanakupa pesa. Una bidhaa, umejiajiri, unauza bidhaa fulani, unapata pesa. Unafanya kitu fulani wewe cha kwako wewe mwenyewe binafsi, unaingiza pesa. Sasa hiyo ni njia ya pili ya kujiajiri. Tafsiri yake hapo, wewe mwenyewe ndio bosi wa kwako wewe mwenyewe. Yaani wewe ndio bosi mwenyewe wa biashara yako. Tafsiri yake kila kitu kama umejiajiri dukani, kisha unafuata mwenyewe, kifungua wewe ndio mwenyewe wa kufanya kila kitu mpaka biashara iendelee. Lakini hizi njia pili za kwanza ambazo nimekuambia, tafsiri yake ni kwamba ukiumwa pesa unaweza usipate. Kama umeajiriwa sehemu ambapo inakuhitaji lazima ufanye kazi ndio upate pesa. Lakini pia ukipungukiwa nguvu, kadri ya nguvu zinavyozidi kupungua unaelekea uzeeni, tafsiri yake ni kwamba unazidi kuishiwa nguvu na pia thamani yako ya kuweza kutengeneza pesa inaisha. Tafsiri yake kadri ya unavyozidi kwenda umri wako, na ndio thamani ya kupewa fedha au utengenezaji wa fedha, nguvu za kutengeneza fedha zinaisha pia. Kwa hiyo sehemu hizi mbili ya kuajiriwa ama kujiajiri zina riski katika eneo la muda. Kadri ya muda unavyozidi kwenda na nguvu za kufanya kazi zinaisha na uwezo wa kupata fedha na thamani yako pia inaweza ikawa inapungua, kwa sababu hata kama ulikuwa unaweza kufanya kitu kikubwa, ni kama mchezaji wa mpira. Mchezaji wa mpira kama unakuwa unacheza vizuri sana, kadri ya muda unavyozidi kwenda ndio unazidi kupungua nguvu ya kucheza mpira. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba kama ulikuwa unacheza na miaka 25, kama ulikuwa unacheza na miaka 25, sasa ukiendelea kwa miaka 50 huwezi kucheza mpira wa miaka 25 ukiwa na umri wa miaka 50, bali nguvu itakuwa zimepungua. Lakini pia sehemu ya 3 ambayo ni very important kwa kila mtu ni umiliki biashara. Umiliki wa biashara ni tofauti na kufungua duka afu kawa wewe mwenyewe unauza kila kitu. Sasa hapo unakuwa na system. Hapa system inamaanisha kwamba biashara yako ina manager, biashara yako ina watu wa manunuzi, biashara yako ina marketer ambao wanatangaza biashara yako pia ina wauzaji. Tafsiri yake ni kwamba ukishakuwa na cabinet ya watu, tafsiri yake ni kwamba unamiliki biashara. Hata usipokuwepo wewe, biashara yako ile inaendelea. Sasa kufikia hatua hii, sio kwamba unaweza kufikia kwamba ghafla, bali unatakiwa ujipange vizuri kuanzia huko, kwamba utumie kazi yako vizuri, utumie kazi yako ambayo unajiajiri ama ulipoajiriwa vizuri kutengeneza hii sehemu. Kwa hiyo ni hatua kufikia hii sehemu ya kumiliki biashara wewe mwenyewe na kuingizia fedha. Mfano mzuri wa kumiliki biashara ni kwamba unaweza kuwa unatengeneza mradi mzuri tu wa mfano mradi wa bodaboda. Mradi wa bodaboda, tafsiri yake zile bodaboda za kimkataba, tafsiri yake ni sehemu mojawapo ya wewe kumiliki biashara, sababu unamwajiri bodaboda na bodaboda yule anakuwa ni kama manager wa biashara yako, sababu atakisha afanye kazi na kuilipe pesa kila siku na kila kitu juu ya ile pikipiki kitakuwa juu yake. Wewe unachokuwepo pale unakuwa unapata pesa. Sehemu ya 4 ambayo pia ni ya msingi sana ni investment ama zaita uwekezaji. Kwa hiyo ili katika sehemu hii unatengeneza pesa wewe pia pasipo kutumia nguvu. Unachotakiwa ni kuweka pesa yako na ile pesa yako inaanza kuzalia pesa nyingine. Na hapa ni kwamba wewe hautatumia muda wako, hautatumia nguvu zako, na wakati mwingine hautahitaji ujuzi wako. Kwa mfano, unapowekeza katika vipande mbalimbali
kama UTT, iTrust, Inuka Funds na vipande vingine. Tafsiri yake haikuhitaji uwe na ujuzi mwingi sana ili uweze kuzalisha pesa katika sehemu hizo, bali inakuhitaji tu tayari wa kuelewa namna ya kuwekeza na ukaanza kuwekeza. Lakini pia hapa ukiwekeza kwenye hisa utapata faida zinazoongezeka pasipo kutumia nguvu wala kufanya kazi. Ukiweka kwenye hati fungani vile vile itakuwa vile. Ukiwekeza katika miradi mbalimbali, ukiwekeza katika amana za mabenki, ukiwekeza kwenye vitega uchumi kama mali zisizohamishika kama nyumba, tafsiri yake ni kwamba zitakuwa zinakuletea pesa hata pasipo wewe kutumia nguvu. Uzuri wa assets hizi ama uwekezaji itakusaidia wewe hata nguvu zinapozidi kushuka, wewe unaendelea kupata pesa. Tafsiri yake ni kwamba ukiwa umewekeza kwenye hisa, hata ukiendelea umri unapozidi kuongezeka na pesa zile zinazidi kuongezeka au makapital gain inazidi kuongezeka. Ukiwa umewekeza kwenye viwanja, tafsiri kwamba thamani ya viwanja vyako zinazidi kuongezeka kadri ya muda unavyozidi kwenda. Na hapa unatakiwa kujua ni kwamba kitu ambacho unatakiwa kujua ni kwamba hizi sehemu 3, 4 ambazo nimekuonyesha, sehemu ya pili na ya kwanza ni sehemu ambazo ukipata pesa, itumie pesa hiyo kuwekeza katika hizi sehemu ya 3 ambayo ni kuimiliki biashara ambayo haitakutegemea wewe. Hata ukisafiri itabaki ikiwa imara. Alafu kama umepata kazi na unapata pesa, chukua pesa yako ile iwekeze. Kama uweze kufanya kazi kabisa au kujiajiri katika biashara fulani ama kufanya biashara kama wewe, uwekeza kwenye vitega uchumi ambavyo tayari vinaweza kuingizia pesa. Na hapa utaweza kufanikiwa katika maeneo makubwa sana. Kama utabaki katika sehemu ya kwanza na ya pili tu, mafanikio yako yanaweza kawa ni madogo sana. Kama hujaanza kufanya sehemu ya 3 na ya 4, endelea kunifuatilia, utajifunza taratibu na utapata kuelewa namna gani ya kufanya earning the business, lakini pia utajifunza namna ya kuwekeza. Na hapa utawekeza katika hatua za kitaalamu kabisa. Lakini kabla hujafanya uwekezaji wowote, jifunze kwanza. Na hapa ndio mafanikio yanakuja katika kutengeneza ujuzi kabla ya kufanya kazi kwenye kile kitu ambacho unataka kukifanyia kazi. Na hata Pafulasi leo na Joshua. Nifuatilie, tujifunze pamoja.